wewe muone, lakini anakuja kama mkosi, anakuja kama ugumu. Jambo linaibuka tu kwa mume wako au mke wako, siku hizi anaanza kuwa kisirani. Uje kutana na watu visirani, hujawahi kuonana na watu visirani. Ni mlango kabisa umetokea mtu kama madhara ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhara namba 3. Nataka msikilize hapa vizuri, labda niendelee kidogo. Namba 3, niende haraka kidogo kwa sababu ya muda. Mtu anapoishi katika dhambi anatengwa na Mungu. Anatengwa na nani? Yesu alikuja kwa sababu alijua dhambi imemtenga mtu na nani? Na Mungu. Kwa hiyo ukiendelea katika dhambi, maana yake unaendelea kukaa mbali na Mungu. Ndio maana Warumi 3:20 nasema wote wametenda dhambi na kupungukiwa na nini? Na kupungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Warumi 3:23. Kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sasa unaweza usielewe utukufu wa Mungu maana yake nini? Kupungukiwa. Unajua binadamu hata anapokuwa ametenda dhambi anakuwa na uwezo wa kuona, si ndio? Ana uwezo wa kutendea. Unajua huo ni utukufu. Binadamu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa namna ya ajabu na ya kutisha sana. Kwamba wakati unatembea mapafu yanafanya kazi, mfumo wa utoaji taka unafanya kazi, mfumo wa uzazi unafanya kazi, mfumo wa fahamu unafanya kazi, na wewe unaendelea na mishemishe zako. Unajua huo ni utukufu. Ni kitu cha kipekee sana. Una akili, unaweza ukaona rangi zote na ukajua hii ni ya kijani, hii ni nyeusi, unaweza ukasikia, unaweza ukawaza, unaweza ukabuni, ukafanya biashara. Unajua kuna watu wanaimba vizuri na ni wa shetani bado. Kuna watu wanashona vizuri na ni wa shetani, kuna bado wanakumikia shetani. Kuna watu ni wenye dhambi lakini wanafanya biashara vizuri. Unajua hiyo? Hicho ni kiwango cha utukufu. Kwa hiyo naposema wapungukiwa na utukufu wa Mungu, maana yake Mungu anakuwa hayumo katika maisha yao. Kwa hiyo angeweza kuwa amefanya bora zaidi akiwa na nani? Na Mungu. Anakuwa mkiwa. Anakuwa yuko duniani lakini hana Mungu. Mtu ambaye hana Mungu ana hofu, ana mashaka, hana uhakika wa kesho, amejaa na huzuni. Kuna watu wanaweza ukamwona yuko kwenye gari zuri lakini ana stress. Kuna mtu amewahi kukuta katika ufuko wa bahari, ana mke mzuri, ana watoto wazuri, ana hela nyingi, ni maarufu, lakini anataka kufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kwenye maisha yake kuliko hela, kuliko mke, kuliko watoto hakipo na hawezi kuelezea. Alikuwa hana Mungu. Kwa nini watu wanaenda kwenye madawa kulevya leo? Kwa nini watu ni walevi wa pombe leo? Kwa nini watu ni walevi wa ngono leo? Kwa sababu kuna kitu anataka ajaze. Kuna mahali pana upweke pako wazi katika maisha yake, panapojazwa na Mungu tu, na ameshindwa kujua kwamba ni Mungu anayetengeneza hayo maisha yake. Watu walipojazwa Roho Mtakatifu hapo, moja kati ya shuhuda nasema, nilikuwa na amani, nilikuwa na nguvu, nilikuwa naona kama maisha nayaweza hivi. Ule uhakika. Unaweza usiwe na hela nyingi, unaweza usiwe na chakula, lakini ukawa na amani, ukawa na furaha, ukawa na uhakika. Mungu aliyenipa mdomo na tumbo, aliyenipa njaa, anaweza kunipa chakula. Kwa sababu nadhani mdomo na tumbo ni vya thamani kuliko chakula. Ule uhakika wa kesho, ule uhuru, ile amani. Kuna watu wana vitu vyote huku duniani lakini hawana Mungu, kwa hiyo hawana amani. Umewahi kusikia habari ya dada mmoja nimewahi kuambia, ambaye yeye alikuwa binti, akataka ajigeuze awe mwanaume. Kwa hiyo akaenda akarekebisha kila kitu. Marekani unakatwa, unafanywa surgery, unatunisha sauti, unatengeneza kabisa ile uwe nani? Mwanaume. Akafanikiwa,
akawa brother fulani. Mmewahi kuona hao transgender? Baada ya kuwa mwanaume anataka sasa awe shoga. Umeona hapo huo ushetani? Huo si ushetani, huo ni ushetani. Kuna uovu wa kiwango hicho. Kinachotafuta ni mtu anatafuta labda nikiwa mwanamke, naona kama mwanamke niwe mwanaume. Wanaume kumbe na wenyewe basi narudi kuwa mwanamke. Lakini sasa mwanamke maisha yake yanabaki yanazunguka hapo. Kila anachodhani anakitaka akikidhi moyo wake, sababu hakuna utukufu wa Mungu. Hakuna mtu ataona heri hapa duniani kama hana Mungu. Maisha ya mwanadamu ni majanga, ni huzuni, ni ukiwa, ni masononeko, bila kujali atapata vitu vingapi kama hana Mungu. Fuatilia watu wote waliokuwa maarufu na hela nyingi walipoishia, ambao hawakuwa na Mungu walipoishia. Wanakufaga vifo vibaya, kama anavyosema ndio kufa vibaya wewe. Wanakufa vifo vibaya kwa sababu mtu hana Mungu. Anatengwa na utukufu, anatengwa na amani, anatengwa na ile furaha na ile hali ya kuwa na uhakika. Anaishi na wasiwasi. Kuna watu wana pressure kwa sababu wana hofu ya maisha, sio kingine. Hana uhakika kama hivi nitalala, nitaamka kweli. Unajua kuna watu wanaogopa kulala kwa sababu hana uhakika. Anaona nikilala hapa si ndo naweza nikaa wanangu. Sasa itakuwaje Junior, jamani bado mdogo. Anaanza kulia, anapata kweli anaanza kulia kabla hajalala kwa sababu anaona kama anakufa. Hana Mungu. Kupungukiwa na dhambi inamtenga mtu na uwepo wa Mungu. Mwanadamu, nisikilize, binadamu hakuumbwa aishi bila Mungu. Hakuumbwa hivyo, aliumbwa aishi ndani ya Mungu. Ndio maana maandiko yanaposema kwamba kila akilie Yesu kuwa ni mwana wa Mungu, Mungu anakaa ndani yake. Na maandiko baada yanasema kwamba ndani yake tunaishi kuenenda na kuwa na uhai wetu. Maana unaishi ndani ya Mungu na unaishi Mungu akiwa ndani yako. Ni kama glasi yenye maji, itie ndani ya ndoo ya maji. Ndani inakuwa na maji, nje inakuwa na maji. Ndivyo mwanadamu anavyotakiwa kuishi, katika amani, katika utulivu, katika furaha, katika uhakika wa kesho. Ndio anasema hata nitapita katika bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Kwa nini? Ni kwa sababu Bwana yuko pamoja na mimi. Bwana yuko pamoja na mimi. Mungu akiwa upande wako, haijalishi ni vita ngapi zitaibuka tena. Hata kama ukifa itakuwa faida. Kuishi kwetu ni Kristo na kifo ni faida. Bali ni mtu anakuwa ndani ya Mungu. Ndivyo Mungu alivyopanga kuwa. Sasa kitu ambacho kinaweza kikamfanya mtu aishi peke yake bila Mungu ni dhambi. Ni dhambi. Ndio kitabu cha Isaya sura 59. Isaya 59. Mstari wa kwanza na wa pili. Maandiko yanasema, tazama mkono wa Mungu wa Bwana haukupunguka hata usiweze kuokoa, wala sikio lake si zito hata lisiweze kusikia. Lakini maovu yenu yamewafarikisha ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone hata hataki kusikia. Dhambi ndio inamtenga mtu na Mungu, inamtenga mtu na utukufu wa Mungu. Unakuwa hauna Mungu, unakuwa hauna kibali. Kila unachofanya, kila unachouliza. Fikiri hapa Alex anasema nimeomba kazi, ninaitwa kote. Lakini unaenda kuomba kazi na kabla hujafika unaambiwa wewe usije. Jamani, pengine ni mteja. Hatutaki hata hela yako. Kaa mbali na sisi. Ninawaambiaga watu kwamba mapepo yana uwezo wa kubadilisha sura ya mtu. Unajua? Ukawa unaona mbona mimi hata siamini. Ndio unaona? Sio unajua okay. Tuweke balance kidogo kwenye hilo jambo, sawa? Kwa wadada ni fahari akitokezewa au anajifaa leo. Ni kitu mtu anatakiwa ukifika muda fulani au anafanyaje? Anatamani kitokee. Maana kuna utukufu watu wanapaje? Mimi ilibidi nimtokeze mke wangu.
Usijifanye hapa mtakatifu. Ilibidi niende nimwambie sister, mimi bwana hivyo sasa bwana. Unapanga kabisa, unaelewa? Ni kitu cha utukufu kwa wakati wake na kwa watu sahihi, ni kitu kizuri. Lakini shetani anaweza akabadilisha sura ya mtu kimpa nafasi kwa njia ya dhambi. Shetani anaweza akafanya mtu anuke vibaya, akose kibali. Amen. Kwa sababu ya dhambi. Lakini ukiwa na Mungu